utusaidie, tunaumia sana hapa. Watu wamegrab mabarabara, watu wakiona tu space na ni plot ya mtu, saa zingine mtu hana uwezo, amefinyika kama sasa huyu mama, saa zingine yuko nyumbani amekaa kingoja kupata pesa, wanakuja wanachukua na wanatumia wenyeji wa hapa. Kwa sababu mtu hawezi toka kule, atatoka aje ajue hii plot ina miaka mingi haijajengwa. Sasa tulipogawanywa watu wakapatiwa, tukaambiwa mtu atapatiwa kama pahali ile huko pana mwenyewe, unapatiwa pahali lingine. Si huyo alipatiwa ile ya front na alichoose ile ya front kwa sababu hiyo ilikuwa mzuri. So tunaona vile anakuja hapa kutunyanyasa, kweli hatufurahi. Na hii kitu marehemu mnamjua? Tunamjua. Sisi tumezaliwa hapa, tumekuwa hapa. Wengine kama sisi tulifuata hizo plots zikigawanywa, tulikuwa nyuma ya kamati. Sikuwa kwa kamati, lakini nilikuwa nasimamia ofisi ya Profesa Saituti. So nilikuwa nimefuata hapa hivi, ninajua vile plot zilienda. Nao ni ile group ili complain, wakasema wakaenda vile walienda wakapewa plot mbele. Kwa hivyo hiyo kama angesema amenunua, tungefikiria kweli amenunua, lakini kusema aliridhi ni hapana. Kwa nini karatasi itoke mbele moja na ingine irudi itoke nyuma? Hiyo kitu inatumiza sana, na inatumiza sasa. Ni ya kwanza na hii ni ya county, na hii karatasi kwa sababu hata tumekuwa nayo kesi mbele pale hivi kwa sababu ya beacon pale choo, mimi ninaijua iliendaje tena ikarudi katoka karatasi nyingine. Ndio huyu mama ilitoka mbele, sasa tena imetoka. Sisi tumeishi hapa tukiwa majirani, tunajuana. Kwa hivyo sisi tunaomba hata hiyo Kajiado utuchunguzie sana, kwa sababu hiyo ukora inaanza kwa ofisi. Hauwezi kutoa allotment letter mbili. Nataka muelewe, unajua mko hapa. Yaani mko hapa na mko wengi. Na nataka muelewe kitu moja. Hii kitu mnashuhudia sasa ni dalili tu ya shida kubwa ambayo mko nayo. Itakaye kuja. Ni ukweli. Hii ni dalili ya shida kubwa sana ambayo mko naye. Ile shida mko naye na ndio maana lazima mtafute tiba haswa ya kutibu ile shida mko naye. Shida tuko naye ni shida ya uongozi mbaya. Na hiyo uongozi mbaya ndio inatoa dalili kama hizi. Unajua mkigonjeka, saa zingine kama unakohoa, pengine unatapika, ni dalili tu ya kwamba uko na ugonjwa fulani. Unaelewana? So tukimaliza kutibu hii, utapata tutaenda kuatibu hiyo ingine. Tena tukitoka hiyo ingine, alafu tena tukifika mahali hiyo kidonda tena itoke huko, irudi tena hapa. Juu mama pengine ameenda, mtoto amewachiwa. Tunaelewana? Kwa hivyo hata tukifanya mambo kama haya pamoja, ni muhimu zaidi tufikirie kuhusu kutibu ugonjwa ambao unatusumbua. Tusishughulike sana na zile wanasema ni symptoms. Ukiwa na ugonjwa, tibu ugonjwa. Wacha kutibu hizo symptoms. Tumeelewana? Tutamalizana na hii, tutafuatilia mpaka mwisho. Lakini hapo baadaye pia nyinyi mkuwe na uwerevu ya kufanya mambo marekebisho. Kwa sababu kwani hii karatasi zinatoka mbili, ni nani anatoa? Si ni viongozi? Si ni wale watu wameajiriwa na viongozi wako kwa maofisi? Na anafanya hivyo, na wao wanatumia wapi? Kwa hivyo kama ni mabadilisho unaanzia kwa nyumba. Tunaenda hapo tena kwa kijiji. Kama ni mzee wa kijiji anadhulumu wale wengine, tunang'oa yeye. Kama ni wale wanatuongoza local administration, tunang'oa hao. Pole tukipanda. Lakini tukianza kubadilisha mambo kutoka juu kukuja chini inakuwa ni ngumu. Juu kile tunafanya sasa na wewe ni kitu kinatangwa fact finding. Pia wewe uko kwa giza kwa mambo ambayo yanakuhusu. Kuna kesi hauna stakabadhi zote za mahakama. Yes. Hizo maneno ya kesi, hiyo ni giza. Na giza inafukuzwa na mwangaza, si ndio? So tukipata hizo stakabadhi tutapata mwangaza. Hiyo mwangaza itatusaidia ili pia kukuelezea. Inaweza kuwa pengine kuna maamuzi ambaye yameamuliwa kinyume yako bila wewe kujua. Ndio sasa ni kuelezea hatua ile nyingine utachukua ni gani. Kwa sababu hii vita tunapigana si vita ya bunduki na makisu na mapanga. Hii ni vita ya akili, vita ya utaratibu. Zile vitu zinaendelea mahakamani, unaenda kama ametumia mahakama, pia unarudi mahakamani, tunabatilisha uamuzi wa kuonyesha pengine wewe huko na habari, mambo inaendelea. Unaelewa mama? So ni mambo ni taratibu na lazima tutembee pole na pamoja.